Karibuni katika somo la pekee linalohusu matengenezo ya Sabato ama utunzaji sahihi wa Sabato. Basi tupige magoti tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu mtakatifu, asante kwa ajili ya muda huu tena unapohitaji kutufundisha namna ya kuitunza Sabato yako takatifu miongoni mwa amri 10 ambazo ulimpa mtumishi wako Musa pale Sinai kwa ajili yetu sisi wanadamu, ili zituongoze katika kuishi na kutenda yanayokupendeza. Tulinde sasa na msikilizaji wangu ukapate kumbariki, ili sote Bwana tukatunze Sabato yako takatifu kujiandaa kwa ajili ya uzima milele. Katika jina lako naomba na kushukuru. Amina. Somo linasema utunzaji sahihi wa Sabato ama matengenezo ya Sabato. Utunzaji wa siku ya saba ya juma, yaani Jumamosi, ni miongoni mwa amri 10 za Mungu alizotupatia wanadamu tuishi kwazo. Amri hizo zilitolewa na Bwana katika mlima wa Sinai kwa mkono wa mtumishi wake Musa. Somo hili limejaribu kueleza juu ya matengenezo ya Sabato, yaani amri ile ya 4 kama inavyosomeka katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Neno linasema, ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya 7 akaitakasa. Hiyo ndiyo amri ya Sabato kwenye kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Kwa hiyo kwa vile tunajifunza utunzaji sahihi wa Sabato, yako mazoea ambayo watunza Sabato tumeyaendekeza ambayo ni mabaya. Katika siku ya Ijumaa, kabla ya Sabato haijaanza, mjumbe wa Mungu anasema, siku ya Ijumaa, hebu maandalizi kwa ajili ya Sabato yakamilike. Hakikisha kuwa mavazi yote yapo tayari na kwamba mapishi yote yamefanyika. Hebu viatu vyo vimepigwa rangi na kuoga kuwe kumefanyika. Sasa kuna makosa ambao watunza Sabato tunayaendekeza. Siku ya Ijumaa mambo yanakuwa ni mengi, mambo yanaongezeka, tunajisahau kuweza kufanya maandalizi ya kuweza kuitunza Sabato. Anasema inawezekana kufanya hivi ikiwa utaifanya kuwa kanuni, itawezekana. Tuondoe mazoea. Siku ya Ijumaa lazima vitu vyote viwe vimeshakamilika. Sabato haipaswi kufanya kuwa siku ya kurekebisha mavazi. Wengine wanarekebisha mavazi siku ya Sabato, ni makosa. Ama Ijumaa ule usiku ni makosa. Wengine wanakuta wanaoga siku ya Ijumaa, nayo ni makosa. Wengine wanapika siku ya Ijumaa, bado ni makosa. Anasema kupika vyakula, kutafuta furaha yako mwenyewe au kazi yoyote ya kiulimwengu kabla jua kuzama, hebu kazi zote za kawaida ziwekwe kando na karatasi zote za mambo ya kidunia ziondolewe mbele ya macho yetu. Wazazi, elekezeni mnachokifanya na makusudi yake kwa watoto wenu, na waruhusuni kushiriki katika maandalizi yenu kuitunza Sabato sawasawa na amri. Kitabu cha Shuhuda ya 6 ukurasa wa 355 paragrafu ya 3. Kuna makosa ambayo wazazi wanayafanya. Wana watoto pale kwenye familia, wanapojitahidi wao kutunza Sabato, hawashirikishi na watoto kuitunza Sabato. Hayo ni makosa. Wazazi, mnapoitunza Sabato, hata watoto wenu waelekezeni jinsi ya kuitunza Sabato. Neno linaendelea kusema katika siku hiyo ya Ijumaa, anasema tofauti zote lazima zisahihishwe. Mjumbe wa Mungu anasema kuna kazi nyingine inayopaswa kupewa sikivu katika siku ya maandalio, yaani Ijumaa. Katika siku hii tofauti zote kati ya ndugu, iwe ni ndani ya familia au ndani ya kanisa, zinapaswa kuondolewa. Kuna watu ambao unakuta hawaelewani, kuna watu ambao unakuta hawakubaliani. Lazima
lazima tofauti zisahihishwe. Kama kuna mgogoro, lazima mgogoro uondolewe. Lazima mfanye toba, lazima mgogoro uweze kuondolewa. Anaendelea anasema kwamba ungamanieni makosa yenu ninyi kwa ninyi na muombeane ili mpate kuponywa. Hicho ni kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 16, lakini pia utasoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 23 mpaka wa 24. Hii ni Shuhuda ya 6 ukurasa wa 356 paragrafu ya 2. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema, kabla ya sabato haijaanza, akili pamoja na mwili vinapaswa kuondolewa kutoka katika mambo ya kidunia. Sasa kwa sababu shetani ameleta mambo ya kidunia mengi, michezo, kubeti, mipira, mpaka leo kuna baadhi ya watunza sabato wanashabikia mipira. Ni makosa mbele za Mungu. Lazima mambo ya kidunia yaondolewe. Mungu ameiweka siku yake ya mwisho wa siku 6 za kazi ili watu wapate kutulia na kutafakari kile wanachokipata wakati wa wiki nzima katika kujiandaa kwa ajili ya ufalme kamili ambamo hakitaingia chochote kiovu. Kila sabato tunapaswa kujihoji kwa roho zetu kuona kama wiki iliyopita imetuletea faida kiroho ama ni hasara. Lazima ujihoji, umepata faida kiroho au umeishia kupata hasara. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 356 paragrafu ya 3. Kuhusu wale waajiri, kuna watu ambao unakuta wamewaajiri watu. Mjumbe wa Mungu anasema tunapaswa kuilinda mipaka ya sabato kwa wivu mkubwa. Kumbuka kuwa kila muda umetakaswa, ni muda mtakatifu. Kila iwezekanavyo kuhusu waajiri wanapaswa kuwapa watumishi wao masaa kuanzia Ijumaa mchana hadi kuanza kwa sabato. Wapatie muda kwa ajili ya maandalizi ili kwamba waweze kuikaribia siku ya Bwana katika utulivu wa mawazo. Kwa njia hii haitampata hasara yoyote hata katika mambo ya kimwili. Wala ambao wanawaajiri, wala ambao wanakuta wameajiri watu, Ijumaa lazima uwape muda wa kutosha wakafanye maandalizi ya sabato. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 356 paragrafu ya 1. Mungu anahitaji kwamba siku yake takatifu itunzwe sasa kama ilivyotunzwa wakati wa Israeli. Amri waliopewa Ibrania inapaswa kuchukuliwa kwa Wakristo wote kwamba ni kiungo kutoka kwa Yehova. Siku moja kabla ya sabato inapaswa ifanywe kuwa siku ya maandalio ili kwamba kila kitu kiwe tayari kwa ajili ya masaa matakatifu. Kwa namna yoyote kazi zisiingiliane na masaa matakatifu. Mungu ameagiza wagonjwa na wenye shida waangaliwe. Kazi inayotakiwa ili kuwafanya wajisikie vizuri ni kazi ya rehema na haivunji sabato. Hapa ni kwa habari ya wagonjwa, lazima wahudumiwe. Lakini kazi zote zisizo za lazima ni muhimu ziepukwe. Narudia, kazi zote zisizo za lazima ni muhimu ziepukwe katika siku ya sabato au siku ya maandalio. Wengi kwa kutojali huacha vitu vidogo hata wakati wa kuanza sabato ambapo wangeweza kuvimaliza siku ya maandalio. Hili halitakiwi liwe hivyo. Kazi ambazo zimeachwa hadi wakati wa kuanza sabato zinapaswa zisifanywe hadi sabato iishe. Hili linaweza kusaidia kumbukumbu ya watu baadhi na kuwafanya wawe waangalifu katika kufanya kazi zao wenyewe katika siku 6 za kufanya kazi. Wazee na Manabii ukurasa wa 296 paragrafu ya 1. Muda wa sabato kuanza. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi mstari wa 23 sura ya 23 mstari wa 32 anasema, itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, nanyi mtazitesa nafsi zenu siku ya 9 ya mwezi wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni mtaishika hiyo sabato yenu. Kwa sabato inatunzwa tangu jioni hata jioni kwa mujibu wa neno la Mungu. Kwa habari ya upishi akawaambia, ndilo neno alilonena Bwana, kesho ni starehe takatifu, sabato takatifu kwa Bwana,
okeni mtakachooka na kutokosa mtakachotokosa, na hicho kitakachosalia jiwekeni kilindwe hata asubuhi. Kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wake ni wa 23. Mjumbe wa Mungu anasema wakati ambapo upikaji wa siku ya Sabato unapaswa kuepukwa. Sio lazima kula chakula cha baridi katika hali ya hewa ya baridi. Hebu chakula kiandaliwe siku ya Ijumaa na kipaswe moto siku ya Sabato. Hebu chakula japo kiwe chepesi, kiwe ni cha kuvutia na chenye ladha nzuri. Andaa chakula ambacho kitaonwa kama chakula maalum ambacho hakiliwi na familia kila siku. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 357 mpaka ukurasa wa 360. Sasa uingiapo mahali pa ibada, mjumbe wa Mungu anasema tunapaswa kubeba utambuzi hai wa kiroho katika kila kusanyiko la kidini, ili Mungu pamoja na malaika wake wawepo, washirikiane na waabudu wote wa kweli. Kadri unapoingia katika eneo la ibada, muombe Mungu, ondoa uovu wote toka moyoni mwako, leta ndani ya nyumba yake kila kitu ambacho anapaswa kukibariki. Piga magoti mbele za Mungu katika hekalu lake na kukabidhi kwake watu wake aliowanunua kwa damu ya Kristo. Muombe mzungumzaji au kiongozi wa mkutano. Omba kwamba baraka nyingi zipate kuja kupitia kwa yule anayetakiwa kusimama kwa neno la uzima. Lazima muombe. Jitahidi kwa dhati kung'ang'ania mibaraka kwa ajili yako mwenyewe. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 361 mpaka ukurasa wa 368. Chakula cha siku ya Sabato. Kuna wengine wanafanya makosa habari ya chakula siku ya Sabato. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 16 mstari wa 16, neno la Mungu linasema, neno hili ndio aliagizaro Bwana maagizo kwa watu wa Israeli, okeni ninyi kitu hicho kila mtu kama ulaji wake ulivyo. Biblia imesema lazima uoke kulingana na ulaji wako ulivyo. Huwezi ukaoka chakula cha watu watatu alafu uko peke yako. Ni makosa mbele za Mungu. Oka kulingana na ulaji wako. Anasema kichwa pishi kama hesabu ya watu wenu ilivyo, ndivyo mtakavyotoa kila mtu kwa ajili ya hao walioko hemani mwake. Kwa hiyo chakula kiendane na idadi ya watu waliopo. Kisije mkapika chakula kingi kikabaki halafu kikatupwa. Mjumbe wa Mungu anasema hatupaswi kuandaa vyakula vingi vya aina mbalimbali kuliko siku nyingine. Hii ni siku ya Sabato. Badala yake vyakula vinapaswa kuwa vyepesi zaidi na viliwe kwa uchache, ili kwamba akili iwe huru na yenye uwezo wa kuelewa mambo ya kiroho. Ulaji usio na kiasi hufunika akili. Maneno ya thamani sana yanaweza kusikilizwa lakini yasiwe na mguso, kwa sababu akili imechanganyikana na ulaji usiozingatia kanuni. Kwa kula kupita kiasi siku ya Sabato, wengi wamefanya makuu katika kumkosea Mungu kuliko wanavyofikiri. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 357 paragrafu ya 2. Kwamba kumbe siku ya Sabato lazima tutumie chakula ambacho ni chepesi lakini pia ni kidogo. Usile chakula kingi, tumbo likajaa, akili kashindwa kuelewa mambo ya kiroho. Siku ya Sabato hatupaswi kuwa na chakula kingi sana ama aina nyingi sana za vyakula kuliko siku nyingine. Badala ya hili, chakula kinapaswa kuwa rahisi na kiliwe kidogo tu, ili kwamba akili iwe safi na nyepesi kufahamu mambo ya kiroho. Tumbo lililoziba humaanisha ubongo ulioziba. Narudia, tumbo lililoziba humaanisha ubongo ulioziba. Maneno mengi ya thamani sana yanaweza kusikiwa na yasithamaniwe kwa sababu akili imechanganywa kwa mlo usiofaa. Kwa kula kupita kiasi siku ya Sabato, wengi hufanya wao wenyewe zaidi ya vile vinavyofikiri kutofaa kupokea faida ya fursa zake takatifu. Counselors on Diet and Food ukurasa wa 46 paragrafu ya 1, au mashauri juu ya chakula na ulaji ukurasa wa 46 paragrafu ya 1. Kusinzia siku ya Sabato ama siku ya ibada. Kamwe masaa ya thamani ya Sabato yasipotezwe kitandani. Wengine wanatoka wanaenda kulala, wengine wako kanisani wanalala.
asubuhi ya Sabato familia inapaswa kuamka mapema. Ikiwa watachelewa kuamka, kunakuwa na vurugu na kusukumana katika kuandaa kifungua kinywa au kuwahi shule ya Sabato. Panakuwa na halala, kusukumana na kutokuwa na utulivu, hivyo mawazo maovu huja nyumbani. Sabato iliyochafuliwa huwa ni ya kuchosha na kuja kwake huchukiwa badala ya kupendwa. Lazima tuamke mapema siku ya Sabato, tupate chakula cha asubuhi mapema ili tujiandae kwa ajili ya shule ya Sabato. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 357 paragrafu ya kwanza. Hebu mtu yoyote asije katika sehemu ya ibada kufuata usingizi. Hapatakiwi kuwapo na kulala katika nyumba ya Mungu. Mnapokuwa katika shughuli zenu hamlali kwa sababu mnazipenda kazi zenu. Naona mjumbe wa Mungu alikwisha kuonya watu wanapokuwa kwenye makazi yao hawalali. Masaa yote ni hela, tena kwenye pesa ndio shetani amekamata. Mtu anapokuletea pesa huwezi hata ukasinzia, muda wote ni mahesabu. Lakini unapoenda kwenye nyumba ya ibada siku ya Sabato ndio siku ya kulala, ndio muda wa kupumzika. Ni makosa mbele za Mungu. Je, tutaruhusu huduma inayohusisha mambo ya uzima wa milele kuwekwa katika kiwango cha chini zaidi ya mambo ya kimwili? Hilo ni swali ambalo mjumbe wa Mungu anauliza. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 361 paragrafu ya 4. Tulapo kupita kiasi tunatenda dhambi zidi ya miili yetu katika Sabato, katika nyumba ya Mungu. Walafi wataketi na kusinzia katika ukweli uchomao wa neno la Mungu kamwe hawawezi kutosinzia wala kufahamu mafundisho ya maana sana yaletwayo. Je, unafikiri kwamba hao wanamtukuza Mungu katika miili na roho zao ambazo ni zake? Hapana, wanamdhalilisha yeye. Wanaosinzia katika nyumba ya ibada mnamdhalilisha Mungu wa mbinguni. Na mgonjwa wa tumbo kushindwa kumeng'enya chakula kilichofanya apate ugonjwa wa dyspepsia ni kufuata mwenendo huu. Badala ya kuzingatia utaratibu, ameruhusu uchu kumtawala, na amekula katikati ya milo. Pengine kama mazoea yake ni ya kukaa, hakuwa amevuta hewa ya mbinguni yenye kumsaidia na kuimarisha katika kazi ya umeng'enyaji. Inawezekana hakuwa na mazoea ya kutosha kwa ajili ya afya yake. CDF ukurasa wa 136 paragrafu ya 4. Mavazi ya siku ya Sabato. Wengi wanahitaji maelekezo kuhusiana na jinsi wanavyopaswa kujihudhurisha katika kusanyiko kwa ajili ya ibada ya siku ya Sabato. Na katika hili watunza Sabato tumeanguka. Mavazi ya siku ya Sabato. Anasema mjumbe wa Mungu, anaendelea kusema hawapaswi kuingia mbele za Mungu wakiwa katika mavazi ya kawaida yaliyovaliwa wakati wa siku za wiki. Lazima yawepo mavazi maalum katika siku ya Sabato. Wote wanapaswa kuwa na mavazi maalum kuyavaa wakati wa kuhudhuria ibada katika nyumba ya Mungu, wakati ambapo hatupaswi kuiga mitindo ya kidunia. Narudia, wakati ambapo hatupaswi kuiga mitindo ya kidunia. Hatupaswi pia kuwa watu wasiojali kuhusiana na muonekano wetu wa nje. Yaani kwamba hatupaswi kuiga mitindo ya kidunia, lakini pia hatupaswi kuvaa ovyo ovyo. Mitindo ya kidunia imeingia makanisani. Watunza Sabato wanavaa mavazi ya kidunia, sketi fupi, mavazi yanayobana. Unakuta sketi ni ndefu lakini inabana, sketi ni pana lakini ni fupi. Suruali unakuta ni nzuri lakini imebana, inaonyesha mpaka vitu vya ndani. Ni makosa mbele za Mungu. Hiyo ni kuiga mitindo ya kidunia na kuileta ndani ya ibada. Tunapaswa kuwa safi na tunaopendeza ingawa pasipo mapambo. Watoto wa Mungu wanapaswa kuwa safi ndani na nje, kwamba tusivae mapambo ya kidunia kujionyesha, lakini pia hatupaswi kuwa wachafu. Lazima tuwe wasafi ndani na nje. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 355 paragrafu ya 2. Kusafiri siku ya Sabato. Kama tunahitaji mibaraka iliyoahidiwa kwa watiifu, lazima tuitunze Sabato kwa dhati kabisa. Ninayo hofu kwamba mara kwa mara watu tunasafiri siku hii, jambo linaloweza kuepukika, kwamba kusafiri siku ya Sabato ni jambo la kuepuka. Kulingana na nuru ambayo Mungu ameitoa juu ya utunzaji wa Sabato,
tunapaswa kuwa makini zaidi kuhusiana na kusafiri siku ya Sabato. Tunapaswa kuwa makini zaidi kuhusu kusafiri kwa boti au magari katika siku hii. Katika mambo haya tunapaswa kuonyesha kielezo sahihi kwa watoto wetu na vijana ili kuyafikia makanisa yanayohitaji msaada wetu na kuyapatia ujumbe ambao Mungu anahitaji wausikie. Inawezekana kutulazimu kusafiri katika siku ya Sabato, kwamba kama kuna ulazima mtu amepewa, kama kuna ulazima mtu anapeleka ujumbe katika makanisa mbalimbali, hapo anaruhusiwa kusafiri. Lakini kama ni mtu ambaye anaenda kufanya ibada, maandiko yamekataa kusafiri. Lakini kwa kadiri iwezekanavyo tunapaswa kuandaa tiketi zetu na kufanya maandalizi yote muhimu katika siku nyingine. Kama inawezekana, andaa tiketi mapema, alafu kisha siku ya Sabato usafiri ukiwa umeshakata tiketi. Hapa mjumbe wa Mungu anazungumzia habari za usafiri kama nichukue mfano usafiri kama labda wa treni, labda wa meli na vitu vingine. Tunapoanza safari tunapaswa kufanya juhudi zozote kuhakikisha kwamba tunapanga ili kuepuka kufika kule tunaendako siku ya Sabato. Shuhuda ya 6, ukurasa wa 359, paragrafu ya 4. Shuhuda siku ya Sabato. Anasema kanisa la Mungu duniani ni moja na kanisa la Mungu lililo juu. Waumini duniani na viumbe vya mbinguni ambao hawakuwahi kuanguka dhambini kwa pamoja huenda kanisa moja. Kila kiumbe cha mbinguni kinafurahia makusanyiko ya watakatifu yaliyoko duniani ambao wanakusanyika kumwabudu Mungu. Katika hekalu la mbinguni husikiliza shuhuda za mashahidi wa Kristo walio katika hekalu la duniani. Kwa hiyo ni lazima tunapoenda katika nyumba ya Mungu, lazima twende na shuhuda. Umemfanyia nini Mungu kwa muda wa siku 6? Shuhuda ya 6, ukurasa wa 366, paragrafu ya 1. Kuhusu mahubiri siku ya Sabato, maandiko yamesema yawe ni mafupi. Katika mikusanyiko yetu ya Sabato, daima mahubiri yanapaswa kuwa mafupi. Nafasi zinapaswa kutolewa kwa wale wanaompenda Mungu kutoa shukrani na upendo wao kwa Mungu. Shuhuda ya 6, ukurasa wa 361, paragrafu ya 1. Kwamba lazima mahubiri yawe ni mafupi, yasiwe ni yale yanayochosha. Masaa marefu hayapaswi kutumiwa kwa ajili ya kuhubiri. Siku ya Sabato ni siku ya sherehe, ni siku ya watu kushuhudia makuu ambayo Mungu amewatendea kwa muda wa siku 6. Mjumbe wa Mungu anasema kanisa linapaswa, kama kanisa linapokuwa halina kiongozi, mtu mmoja anapaswa kuteuliwa kama kiongozi wa mkutano, lakini sio lazima kwake kuhubiri huduma kuu au kuchukua sehemu kubwa ya muda wa huduma. Fungu fupi la Biblia lenye kuvutia litakuwa na faida kubwa kuliko hubiri, na hili linaweza kufuatiwa na ombi pamoja na ushuhuda. Shuhuda ya 6, ukurasa wa 361, paragrafu ya 2. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 15 mstari wa 32 na wa 36, neno la Mungu linasema, kisha wakati huo wana wa Israeli walipokuwa jangwani, wakamwona mtu mmoja akikusanya kuni siku ya Sabato. Hao waliomuona akikusanya kuni wakamleta kwa Musa na Haruni na kwa mkutano wote, nao wakamweka kifungoni, maana lilikuwa halijasema watakalotendewa. Bwana akamwambia Musa, mtu huyo lazima atauawa. Mkutano wote wakampiga kwa mawe huko nje ya marago. Basi mkutano wote wakampeleka nje ya marago, nao wakampiga kwa mawe akafa, kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kuvunja Sabato. Mjumbe wa Mungu anasema punde mara baada ya kurudi jangwani, tukio la kuvunja Sabato lilitokea katika mazingira ambayo yalionyesha kosa pekee. Tangazo la Bwana kwamba hata waliizisha Israeli iliamsha roho ya uasi. Mmoja wa watu akiwa na hasira kwa sababu ya kuondolewa kutoka wale watakaoingia Kanaani, na akadhamiria kuanzisha vita dhidi ya sheria ya Mungu, alijitokeza wazi na kuvunja amri ya 4 kwa kutoka na kwenda kukusanya vijiti siku ya Sabato. Wakati wa safari jangwani, kuwasha moto siku ya Sabato kulikatazwa. Katazo halikuwa la kuvuta mpaka nchi ya Kanaani, mahali ambapo kutokana na hali ya hewa ililazimika kuwa na moto mara kwa mara, lakini jangwani moto haukutakiwa kwa ajili ya kuleta joto.
Kitendo cha mtu huyu kilikuwa cha kudhamiria na cha maksudi ili kuvunja amri ya nne. Kuvunja amri ya nne. Dhambi sio ya bahati mbaya wala ya kutokujua, lakini ni ya kukusudia. Kuna watu wanavunja sabato kwa kukusudia. Anasema alionekana katika kutenda na akapeleka kwa Musa. Ilikuwa tayari imeshatamkwa kwamba mvunja sabato ataadhibiwa kwa kifo, lakini ilikuwa bado haijaonyeshwa jinsi gani adhabu itatekelezwa. Musa akalipeleka jambo kwa Bwana na maagizo yakatolewa. Mtu huyu lazima atauawa, mkutano wote atampiga kwa mawe huko nje ya marago. Hesabu 15 mstari wa 35. Dhambi ya kukufuru na kuvunja sabato kwa makusudi zilipokea adhabu moja, ikiwa ni maelekezo ya kudharau mamlaka ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa, tuepuke dhambi ya makusudi ya uvunjaji wa sabato. Unafahamu inatakiwa kuwa hivi, lakini unafanya kwa makusudi. Mjumbe wa Mungu anasema katika siku zetu wapo wengi wanaokataa sabato ya uumbaji kuwa ni taasisi ya Wayahudi na kuhoji kama inapaswa kutunzwa. Adhabu ya kifo lazima itatokea kwa kuivunja, lakini tunaona kuwa kukufuru kulipokea adhabu kama hiyo, kama ilivyokuwa kwa kuvunja sabato. Je, tuhitimishe kwa kusema kwamba amri ya 3 pia ilikuwa ni kwa ajili ya Wayahudi peke yao? Wala ambao wanasema amri ya 4 ni ya Wayahudi, je, pia amri ya 3 basi iwe ni ya Wayahudi? Hata hivyo, adhabu ya kifo ilitolewa kwa kuvunja amri ya 3 na ya 5, na kwa kweli karibu amri zote sawasawa na amri ya 4. Ingawa sasa Mungu anaweza siwaadhibu waasi wa sheria yake kwa adhabu ya muda, lakini neno lake linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na katika utekelezaji wa mwisho wa hukumu itaonekana kwamba kifo ni sehemu ya wale waliovunja amri zake takatifu. Wale wanaovunja amri takatifu, maandiko yanasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kitabu cha Wazee na Manabii ukurasa wa 409. Baada ya sabato kuisha, baada ya jua kuzama, mjumbe wa Mungu anasema kadiri jua linavyozidi kuzama, hebu sauti ya maombi pamoja na nyimbo viashirie kufungwa kwa masaa matakatifu na kukaribisha uwepo wa Mungu katika wiki nzima ya masumbufu ya kazi. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 359 paragrafu ya 1. Kwa jinsi hii wazazi wanaweza kuifanya sabato namna inavyopaswa kuwa siku ya furaha sana. Wanaweza kuwaongoza watoto wao kuiona kama siku bora kati ya siku zote, siku takatifu kwa Bwana yenye kuheshimiwa. Shuhuda ya 6 ukurasa wa 359 paragrafu ya 2. Hapo ndipo mwisho wa somo letu linalosema matengenezo ya sabato kwa watunza sabato. Hii ni sehemu ya kwanza, tutaendelea na sehemu ya pili. Basi Bwana atusaidie. Tumekuwa wavunjaji wa sabato kwa muda mwingi. Hebu tujitahidi kutunza sabato. Sabato ni muhuri. Sabato ni amri ambayo ina muhuri. Huwezi ukatiwa muhuri kama unavunja sabato na kudharau masaa matakatifu ya Mungu. Bwana akubariki. Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Amina. Basi tutakuomba. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, tunakushukuru kwa ajili ya ufunuo wa somo lako hili zuri. Umetufundisha utunzaji sahihi wa sabato. Hebu amsha mioyo yetu tufanye matengenezo kwa ajili ya utunzaji wa sabato, maana muda sio mrefu Yehova utatokea katika mawingu kwa ajili ya kuwachukua wale wote walioshika kikamilifu maagizo yako matakatifu pamoja na kutunza sabato yako takatifu. Bariki atakayesikia, umtie moyo na umtie nguvu ili akatunze sabato sawasawa na maagizo yako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina.